Amri yangu ndio hii. Amri yangu ndio hii. Pendane. Pendane. Kama nilivyopenda ni uhai wake kwa ajili ya amri za. Mstari wa 12 anasema. Amri yangu ndio hii. Amri yangu ndio hii. Mpendane. Mpendane. Kama nilivyopenda ninyi. Kama nilivyopenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Kuliko huu. Wa mtu kutoa uhai wake. Wa mtu kutoa uhai wake. Kwa ajili ya rafiki yake. Kwa ajili ya rafiki yake. Zake. Nimekuwa rafiki zangu. Nanyi ninyi mmekuwa rafiki zangu. Mkitenda ni waamruyo. Mkitenda ni waamruyo. Siwaiti tena watumwa. Siwaiti tena watumwa. Kwa maana mtumwa. Kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki. Lakini ninyi nimewaita rafiki. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi. Si ninyi mlionichagua mimi. Bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwili. Nami nikazae matunda. Na matunda yenu yapate kukaa. Ili kwamba lolote muombalo. Baba yangu kwa jina langu. Awape. Haya na waamuru ninyi. Mpate kupendana. Amen. Haleluya. Yesu huyu ambaye ametoka kule wakati wa Musa. Wakati wa Musa, ina maana kwamba alikuwa anatembezwa. Kwa maana nyingine, kwa maana kulikuwa na sanduku la agano. Waisraeli wakiliacha tu sanduku la agano lichukuliwe na watu wengine, walikuwa wanapigwa kwa sababu wameliacha sanduku la agano. Na hapa Yesu anatuletea jambo, anasema yeye ni mzabibu wa kweli. Ni mzabibu wa nini? Wa kweli. Ina maana kuna mzabibu wa uongo. Si ndio? Kuna mzabibu wa nini? Wa uongo. Lakini Yesu akasema yeye ndiye mzabibu wa kweli. Haleluya. Haleluya. Akasema na baba yangu, mimi Yesu, baba yangu ndiye mkulima. Haleluya. Kwa maana ndiyo mwenye shamba. Bwana asifiwe. Akaendelea kuyaeleza maneno pale katika sura ile. Akasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Juzi tulipokuwa tunakwenda kule kuna msitu Narumo, wanaitwa Narumo. Ukapita mahali ukaona kahawa zimeshandoa nini, lakini upande mwingine tukakuta kahawa zimekatwa, hakuna matawi, hakuna nini, matawi yamekatwa bwana. Lakini upande wa pili yale umekawa zimechanua vizuri sana. Tukasema huu ni utajiri mkubwa. Lakini upande mwingine zimekata. Tukajua yale matawi hayakuzaa. Kwa hiyo wakaamua wakati ichipue tena. Ikichipua tena inafikia wakati sasa yale matawi yanazaa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tumeitwa ili kuzae. Amen. Tumeitwa ili kuzae matunda. Na akasema sisi ni matawi. Matawi si ndio yanazaa? Nilisema mahali kwamba kuna mti kule kwetu unaitwa mkuyu. Sisi tunauita mkuyu. Unaota kando ya mto. Unaweza kukuta una matunda kwenye sehemu. Kwenye sio kule. Kwa hiyo ule nao ni maajabu.
ule mji ni wa ajabu. Na kwa leo tulikuwa tunachukua kuna labda kidogo. Lakini Biblia hapa inasema matawi yasiyozaa yanafanya nini? Yanafanywa pruning. Yanafanywa nini? Pruning. Sawa. Ili matawi yaliyobaki yatoe matunda sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi sote matawi yanayozaa. Haleluya. Hebu tushangilie kwa hilo kwamba sisi ni matawi yanayozaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akasema, nafikiri ndio mstari pale. Akasema jambo. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake isipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani. Yesu anataka tuzae, lakini tukae ndani yake. Amen. Haleluya. Amen. Tukae ndani yake. Ndipo tutakapozaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndipo na vipawa vyetu vitakavyoendelea kufanyika kazi ya Mungu. Haleluya. Ndipo vipawa vyetu vitaendelea kuinuka na kuinuka. Mungu akubariki. Amen. Haleluya. Wewe umepewa kipawa gani? Wewe umepewa kipawa gani? Wewe umeitwa kuzaa matunda. Wewe umeitwa kukatwa. Umeitwa kuzaa matunda. Na hayo matunda yapate kukaa. Hayo matunda yapate kukaa. Amina. Na ili uitwe rafiki wa Yesu. Hivi rafiki, ukiwa na shida unamkimbilia, si unamkimbilia rafiki yako? Rafiki, nina shida na mahitaji haya moja mbili tatu. Na rafiki anakutuliza kwa kukumbegea kile ulichokihitaji kwako. Kwa hiyo Yesu yuko tayari kukupatia mahitaji yako, lakini anasubiri ukae ndani yake. Haleluya. Ukae ndani yake Kristo Yesu. Akasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akasisitiza akasema akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaa ndani. Kaa ndani ya Kristo. Mwalimu wangu mmoja, miaka kadhaa imepita, anaitwa Emmanuel Mani, akatufundisha, akasema kuna kipawa na kuna karama. Akatufundisha akasema kila mmoja aliyezaliwa, akatuambia amezaliwa na kipawa, akatuambia inaitwa chochima. Inaitwa chochima. Lakini mwenye chochima akikaa ndani ya Kristo Yesu, Kristo Yesu anamwagia mafuta. Haleluya. Anamwagia kile
na kinabadilika, kinaitwa ruach, kimejawa na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hata kama ulikuwa wewe mjenzi mbaya wa nyumba ukaokoka, ukajazwa na Roho Mtakatifu, utakuwa fundi stadi kuliko mwanzoni. Haleluya. Utakuwa fundi stadi kuliko mwanzoni. Kwa sababu sasa unaye Yesu ndani yako. Yesu anakudirect katika mambo yote. Yesu anakudirect katika mambo mema. Kwa hiyo utakuwa mtu wa ajabu. Amen. Utakuta oda tu zinakuja. Oda zinakuja. Kama ulikuwa unapika mandazi, utapika mandazi matamu zaidi, unakuta watu wanakuja tu. Unakuta watu wanakuja tu. Haleluya. Haleluya. Usiogope. Uko mahali sahihi. Uko mahali sahihi. Na Bwana anapenda kukuinua. Amen. Bwana anapenda kukuinua. Kaa ndani ya Kristo Yesu. Kaa ndani ya Kristo. Ili nisichelewe, mstari wa 7 nao kanifurahisha. Niruke kidogo. Hebu soma mstari wa 7. Mstari wa 7. Ndio. Anasema. Mstari wa 7 neno la Mungu linasema. Ndio. Ninyi mkikaa ndani yangu. Ninyi mkikaa ndani yangu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lolote. Ombeni